basi hata kanisa huwezi tunza. Si ni kweli? Hata imani yako huwezi tunza. Bwana sana. So kati ya mke na mume nani anafaa kutunza mwingine? Ati? Mume ndiye anafaa kutunza. Mume ndiye anafaa kutunza mke. Na kazi ya mke ni gani? Okay, tumesema mume ndiye anafaa kutunza mke. Na je, mke anafaa kufanya nini? Habari ya kutunza, nani anaweza kutuambia kutunza ni kufanya nini? To be responsible. Sasa nani anafaa kuwa responsible kwa mume zake? Husband. Nafikiri wote wanafaa kuwa nini? Responsible, si ndio? Mwanamke ana majukumu yake na mume yako na majukumu yake, si ndio? Majukumu ya mwanamume ni gani? Kumake sure nyumba imefanya nini? Imelipwa, si ndio? Ana make sure watoto wamefanya nini? Wamesoma. Ana make sure familia yake imefanya nini? Imeshiba. Bwana sana. Na imevaa na imeng'ara, si ndio? Na wanakaa kwa njia ambayo inafaa. Hayo ni majukumu ya mzee. Haya ya mwanamke sasa ni majukumu gani? Anafaa kumake sure mzee ni smart. Sinajua kuna wazee wasipofanywa smart hawezi kaa smart. Si ni kweli? Ni majukumu ya mzee kuwa kujiweka smart ama ni majukumu ya mke? Bwana sana. Tandusu dogo. Bwana sana. Unajua leo nilikuwa nimevaa nguo zingine, nikaona niko smart sana. Na nikaenda nazo mpaka kwa ofisi. Lakini kurudi kwa nyumba sasa mimi najiandaa, naambia familia mke wangu twende kanisani. Akaniuliza, "Unaenda na hizo nguo?" Sasa mimi naona niko smart. Lakini sasa yeye ananiambia, ananiuliza, "Unaenda na hizo?" Sasa nikashindwa nitajibu namna gani? Nikamwambia hapana. Nilijibu tu kwa sababu ya kufanya mambo rahisi, nikasema tu hapana. Kwa sababu ningesema ndio, sikingeumbana. Ungesikia hapana, hiyo za nguo wewe unafanya nini? Bwana sana. So hayo ni majukumu yake ku make sure nikisimama mbele ya watu niko smart. Bwana sana. Haleluya. Kwa hivyo Pastor nani Chaledi, ukiona hapa niko na zile nini za Masai. Ndiye siku ameniruhusu nifanye nini? Nivae. Kama hajaniruhusu siwezi fanya nini? Kwa hivyo usiwe polisi niangalie unicheke, lazima uulize Pastor. Hiyo ni kazi ya? Akitaka nikae kama Masai, nitakaa. Si ndio? Siku moja amue aniambie nifunge shuka nitembee nayo, nitafunga tu, nitembee nayo. Kwa sababu hivyo ndio anafanya nini? Ameonelea na kaona hivyo ndio anafaa kufanya nini? Kukaa. Bwana sana. Akionelea nikae na tundevu kama ya nani ya anko, nitakaa na. Bwana sana. Na akisema tu hiyo ndevu sitaki kuiona, lazima nifanye nini? Lazima ninyoe. Kwa sababu nisiponyoa amani itapatikana. Haleluya. Tuko salama. Wanawake mnajua majukumu yenu? Mnajua majukumu yenu? Sijui kama mnajua majukumu yenu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mimi niwaambie kwamba tunapoenda kwa kitanda kulala, kuna ile style inaanzanga na si kwenda tu kulala tu ovyo. Ati unaenda tu kwa sababu umekuta amelala, unalala tu unawekelea miguu wapi? Huko. Pa.
Bwana sana. Inategemea nitakuta ameangalia Bwana sana. Penye ameangalia na mimi nakopare. Bwana sana. Kama ameangalia pande hii. Bwana sana. Kama ameangalia pande hii, mimi nafaa kuangalia pande gani? Kama ameangalia pande hii sasa, amelala ameangalia hivi, mimi nafaa kuangaliaje? Ni muangaliane. Sasa mimi na watu tuangaliane. Ama namna gani? Nafanya? Namwekelea? Naona kuna watu ambao wako na ujuzi. Unajua kuna watu wanalala tu fua. Katika ndoa ufai kulala fua. Kuna staili ya nini? Kwa hivyo kama ameangalia pande hii na mimi nafaa kufanya nini? Nijue wakati amelala hivyo, jambo la kwanza lazima namsikilizaga, si ndio? Namsikiliza. Najaribu napeleka mkono polepole. Nikipeleka mkono polepole na mshika hii. Nikimshika hivi naye anainua kichwa anaenda wapi? Hata kama amelala. Si nikipeleka mkono anajua ni ya mzee. Hawezi sukati nani? Kila mtu anajua mkono ya mzee wake. Kama unajua mkono wako mzee wako, inua mkono juu. Kama ujuangi mkono wa mzee wako, inua mkono juu. Hiyo miaka yote kama hujui mkono wa mzee wako, inua mkono wako juu. Si kila mtu anajua. Ukisikia imekukwarusa kama nini, kama naitwa steel wire, unajuanga hiyo si ya mzee. Bwana sana. Hata kama uko nayo unajuanga ya mzee wangu ni ya steel wire. Kikuja tu hivi rasi yako huyo ni mzee. Hata kama uko ndani ya usingizi mzee akikuja unajuanga ni mzee. Unafanya nini? Unakopa. Unajua mimi nasemanga hivi. Watu walalangi wote the same time. Si ndio? Si kuna wengine wanashikwa na usingizi akijiwekelea tu hapo dakika 2 amefanya nini? Na kuna mwingine kitambo alale usingizi ikuje, lazima afanye nini? Afanye nini? Sasa simuniambie. Wengine usingizi inakujanga baada ya kusoma kati. Kila mtu ako na nini? Formula. Hata kuna mama kama katiba haijasomwa hawezi kupata usingizi. Anangoja mzee lazima akuje asome katiba ni afanye nini? So mzee hapo lazima afanye nini? Asiposoma usingizi hawezi fanya nini? Bwana sana. Lakini kuna mwingine ako na neema ya usingizi. Sema neema ya usingizi. Hata akiwekwa chini ya floor imekuja. Bwana sana. Haleluya. Kwa hivyo unamuelewa vile ali? Si kila mtu lazima uelewe mwenzako vile alivyo. Na huwezi force yeye kukaa kinyata. Ulimkuta kama analala usingizi, si ndio? Mpaka hata wakati unamuita. Bwana sana. Unajua kuna watu hata bwana yake kimuita. Yaani bahati mbaya tu geti ifungwe akiwa nje, mzee akiwa nje. Hiyo geti atagonga. Na si kupenda kwake. Ni kubarikiwa na nini? Pole kwa amani. Kuna vile ulimkuta, si ndio? Kama ulimuoa ni mtu wa kulala, after 3 minutes amelala, unajuanga huyu usingizi yake inakuja mara moja automatic. Kwa hivyo kama hujasoma katiba, ujue utasoma baada ya usingizi kufanya nini? Bwana sana. Na unamuelewa ni Unajua wakati mwingine vile zamanga wanaume ni vizuri wote, hata wakati mwingine wanafanya na kuwa wapi? Hapa. Kuna wengine na hakuna kitu kibaya kama kusoma katiba mama akiwa kwa usingizi. Ni baya sana. That is like raping. Ni kweli mali wao. Yesu ni kama kufanya nini? Ni kama raping. Una make sure mama amefanya nini? Ako active, si ndio?
Akiwa active, hata senses za mwili ziko nini? Active. Lakini mtu mwenye amelala ni kama maiti mwenye amekufa. Mnanielewa? Mtu mwenye amelala ni kama maiti mwenye ni kama kulala na nini? Na maiti. Bwana asifiwe. Ni wazo wewe umeenda umeamsha mtu kwa usingizi, Alafu ukisha muamsha unaanza kulalamika, na huyu naye ni baridi, ni nini? Unaimataji maiti kuwe moto? Maiti inaweza kuwa moto? Maiti haiwezi kuwa nini? Moto. Bwana sana. So, lazima una make sure mtu amekuwa active. Pastor Thomas, unasikia naongea na wanaume sasa. Una make sure mama yuko active. Anko. Make sure mama yuko active. Si amelala usingizi yuko on. Bwana sana. Si wakati amelala usingizi ngororo anamwambia, "Wewe mama, wewe. Leo nipe." Hapana. Kama amelala wacha alale. Si ndio? Wacha alale usingizi fanye nini? Iise. Bwana sana. Kama chuma ni moto, wewe make sure wewe vumilia mpaka ifanye nini? Usingizi fanye nini? Bwana sana. Haleluya. Tuko pamoja. Na kama unasikia na kama hiyo chuma inawakaga mapema, make sure mama kabla hajalala umefanya nini? Amezi? Usingoje ameenda kulala ndio ati muamsha ezime. Hapana. Bwana sana. Haleluya. Moto usingoje ikuwe ukubwa sana ndio uende kutafuta nini itaharibu nini? Itaharibu nyumba. Bwana sana. So, lazima kila mtu anaelewa mwenzake weakness yake ama kile ambaye ameubwa nacho. Bwana sana. Si kuna watu wakilala analala kama anakula. Si ni kweli? Kama anafanya nini? Alafu inategemeanga na vile mtu Kenya anapenda kufanya nini? Kufanya. Bwana sana. Kama ni mtu anapenda kufanya boxing. So unachunga kama wewe mzee wako anapenda boxing, una make sure saa hizo msiangaliane kama msiangaliane nini wakati huo kama umeshikwa na usingizi na shikwa na ndoto kama mmeangaliana. Utasukia mara moja umewekelewa nini? Umekula ngumi. So imagine umekula ngumi ya mzee usiku pia. Utasema ni plan alikuwa nayo. Bwana sana. Amen. Haleluya. Amen. Na wale ambao wanapenda kushika kuku kwa shingo. Kuku ifanye nini? Kwanza sana waluya. Wale wanapenda kushika nini? Kuku. Sasa wakati umelala, anaona anashika kuku isipige kia. Usikia amekushika hapa. Mlala usingizi unasikia mzee amefanya nini? Amekunyonga. So wewe, niambie umelala na mzee na usitukie amekunyonga utasema una gani? Hiyo kitu huwezi toka ndani ya moyo wako. Huwezi toka? Huyu alitaka nini? Kuniua. Na hiyo hata usingizi inaisha kwa nini? Usingizi inaisha siku hiyo. Utakaa mpaka chini. Na ikiwezekana asubuhi hata uamuke ubebe nguo za. Si wengine wanashaiwachana kwa sababu ya nini? Mzee alimunyo. Na hakuwa serious. Alikuwa anaota anakamata nini? Ama mwingine walikuwa wanapigana, si ndio? Wenye wanapenda vita sana. Wamama, wenye wanapenda vita sana. Sasa kupigana wanapenda vita anakufanya anakushika wapi? Si wazee peke yake, hata wamama, si ndio? Hata mzee anaweza kuwa amelala, anashtukia mama amemshika wapi? Shingo. So mzee akiamka asikie mama amemshika shingo anasemanga, kumbe siku moja utapanga kufanya nini? Kuniua. Na mama anamwambia pole, nilikuwa nao. Sasa akiambiwa pole si anaelewa alikuwa ndoto.
Anaelewa ilikuwa? Bwana sana. So kila mtu anaelewa mwenzake tabia. Kuna mwingine anajuaga kwamba akilala usingizi mshike. Mzee kama alikuwa ama mama kama alikuwa ameangalia huko chini, ataangalia wapi? Atapinduka angalia wapi? Ashtukie mguu iko wapi? Sana sana wale mama wanaenda gym. Bwana sana. Mama wenyewe anaenda wapi? Gym. Inakuanga aje? Mama wenyewe mnaenda gym. Hakuna mama anaenda gym hapa? Hapana. Hapa mwendangi? Gym yenu ni kuvua manguo. Ama? Na kubeba mitungi ya maji. Mtungi ya maji. Sasa kama kule utawala unaendanga unakuta mama wanafanya nini wako wapi? Kwa gym, si ndio? Unakutanga hii? Nafanya hivi? Sasa wakati mko mmelala usingizi, sasa anaota ako wapi? Ako wapi? Gym. Na saa hizo wengine hapo unajua analala kama anapinduka wapi? Unasugia teke wapi? Ba! Unajua kuna kitu kibaya kama ukule teke kama uko kwa usingizi. Unalala kama shetani amefanya nini? Amewatembelea leo. Unauliza mama nini? Na mama suka. Anasema pole nilikuwa kwa ndo. Unajua kitu nimefanya kwa ndoto juangi. Unajua kweli? Mimi niliwaambia siku nyingine narudianga hapa siku nyingine. Nilikuwa nimeitwa kwenda kuhubiri mahali. So penye nienda kuhubiri nikaambiwa nilale na Pastor Mo kwa kitanda. So mimi nimelala vizuri, nimelala vizuri usiku. Nasikia jamaa ananishika. Ananishika mpaka wapi? Nikashindwa huyu jamaa. Nikasikiliza kwanza. Mkono imeenda zaidi. Ilibidi niamke wapi? Kwa kitanda na nifunue blanketi na niwashe nini? Taa. Nijue nimelala na shetani ama nimelala na nani. Nikamwambia katika jina la Yesu. Ushindwe. Pepo mchafu. So naye nikipomsema kemea pepo mchafu naye akaamka anasema mtumishi. Pole, nisamee mtumishi. Sasa nikamuuliza shida ni nini? Bwana sana. Kumbe alikuwa amezoea venye anapolala anazoea venye romance bibia. Bwana sana. Sasa tangia wakati huo na mimi nikasema tangia wakati huo sisi lala na mwanaume mwenzangu ukita. Mpaka siku ile nitafanya nini? Nitaoa. So mimi nilikuwa nalala ukitana peke yake. Tangu siku hiyo nilijionea nini? Maneno. Bwana sana. So kila mtu ana majukumu yake kwa nini? Kwa ndoa. Na kila mtu anajua behavior za mwenza. Bwana sana. Mzee anajuanga tu kuna kitu anaweza kufanya uanze kulia, si kweli? O mama. Si kuna kitu mzee anaweza fanya uanze kulia? Sasa ukianza kulia nini yafanyikana? Na kuna wengine wanafanya makusudi ni opombele. Bwana sana. So wanawake wengi akitaka kujua mzee anampenda anajifanyanga kuna kitu amemkosea alie machozi mzee afanye nini? Bwana sana. Na wale wazee wazuri anakupombele. Lakini upate Mkisi original, Mluya original, Mkuria original, ungoje upombelezwe. Utangoja? Utalia unaambiwa lia mandia nini lia da?
Lia? Wewe lia tu. Nipigie tu makelele hapa. Endelea tu kunipigia makelele ya. Ndio najuanga hapa kweli hapa ni kuvumilia. Hii si upendo, ni kuvumilia. Bwana sana. Si kuna watu katika ndoa hapa ni kuvumiliana. Hadi mmoja kulia anamwambia nikulia unalia. Unataka kulia? Nikulia unataka kulia? Nikulia unataka kulia nikupatie nafasi fanya nini? Bwana sana. Anakuacha unalia mpaka unatoshe. Lakini kuna wengine kama my baby hapa, my baby. Mbeba akianza kulia anajua tu nipo mbele. Bwana sana. Tafanya nini? Baby ni nini? Baby ni nini? Sasa yeye unajua akimwambia baby ni nini kwanza inapanda juu sasa hii, anaongeza kulia. Sasa shida ndio ya wengine wakipembelezwa ndio wanaongezeka nini? Ndio kiburi inafanya nini? Pembe inafanya nini? Inamea zaidi. Bwana sana. Lakini tunawaele. Najua huyu wangu ni wakupembeleza kama nini? Kama maya. Tutapombelezana hivyo mpaka wakati ambapo tutazeeka. Tutafanya nini? Tutazeeka, si ndio? Kuna miaka ingine namwambia sasa baba nani? Miaka imefika jamani. Sasa tutapembeleza mtoto ama mjukuu ama tutapembeleza nani? Bwana sana. Hallelujah. Amen. So kila mtu anaelewa jinsi ya kumtunza. Wewe unaelewa jinsi ya kumtunza mzee? Mama, unaelewa jinsi ya kutunza mzee? Unajua nini anapendaka? Bwana sana. Mzee, kuna wazee asubuhi hiyo mzee hataki chai na nini na mkate. Si ni kweli? Anapenda nini? Ugali na nini? Ugali na omena, ugali na mayai, ugali na nini? Bwana sana. Watu wazee wengi wakulangi ugali ya nini chai asubuhi, unyongi chai asubuhi. Si ndio? Wanaamka anapikiwa ugali na bibia. Si ni kweli? Hallelujah. Anapikiwa ugali na bibi yake anaenda kazini. Na hiyo ni kawaida, ni lazima. Si wengine kama sisi, mimi nikiamka asubuhi mimi naamkianga maji. So nikiamka hapo tu mimi nipate maji moto kila ile kombe dogo nikunywe niende shughuli zangu. Kisha fika masaa ya saa 5 hapo saa 6 nitafute kitu ya kufanya nini? Ya kukula. Na nikisha kula basi siku imefanya nini? Bwana Yesu sana. Unajua kuna watu ambao kazi yao chakula hufai kukula asubuhi saa 7 jioni, unaharibu mwili. Mama. Mko hapa? Mtu anafaa kula mara ngapi kwa siku? Mtu anafaa kula mara ngapi kwa siku? Mara 3. Kwa hivyo akule ugali asubuhi, akule nini, saa 7 akule githeri, saa jioni akule ugali na kuku. Asubuhi? Saa 7? Jioni? Sasa nyinyi hamjuangi diet. Diet mzuri kwa mwili wa mtu ni gani? Asubuhi? Asubuhi anakula? Wale watu wanajua siri. Wanafanyanga hivi. Asubuhi ukiamka kunywa maji. Ikiwezekana kunywa maji moto ondoka. Ikifika masaa kama ya saa 6 saa 7 hapo kula heavy nini? Kula heavy
lunch. Alafu jioni kula soft. Jioni unakula soft nini? Soft meal. Soft. Ukitaka kuishi miaka mingi. Ukitaka kuishi miaka mingi, asubuhi kunywa maji moto. Maji moto inaoshaga nini? Mafuta. Kwa nini? Kwa mwili. Si ndio? Alafu ikifika masaa ya saa nini hiyo, kula vitu ambaye haina mafuta mingi sana. Chakula gani ina mafuta mingi? Na wafundisha pia diet leo. Chakula gani ambayo haina mafuta mingi? Nduma. Ngwase, muhogo, jugu, nini ingine? Mahindi na maharagwe. Nongapi wanapenda kuku? Nongapi wanapenda kuku ya broiler? Mko nako juu? Kuku ya broiler? Nyama choma? Kama unapenda nyama choma, sisemi kama unakulanga, kama unapenda nyama choma ino mkono wako juu. Unaona ukitaka kuwa na kitambi kushinda hii yangu, uzoee kitu kama nyama choma. Nini ingine? Kuku broiler. Nini ingine? Wacha tuachane na hiyo basi. Haya, sasa tumalizie kile ambacho tunamaliza. Najua masaa yamesonga kidogo. Sasa tunasema kwamba kila mtu amtunze Bwana sana. Kila mtu atunze nini? Mwenzake. Unamtunza. Kumtunza una make sure amekaa vizuri, si ndio? Amekaa vizuri. Kama ni mzee, kuna wazee wengine hata tangu wazaliwa haja ikipaka mafuta kwa nini? Kwa uso. Si ndio? Huyo mzee mnunulie kama waze ni kamzuri, pake uso kauza kana nyaro. Si unajua kuna watu nyuso zao zinanyoroka kwa sababu ya bibi zao. Si ndio? Mwili inanyoro, anakaa kijana. Kuna wengine hata wapendai kunyoa ndevu, si ndio? Kuna wanaume wengi wapendi kunyoa nini? Ndevu. Yaani unakuta mtu wako na miaka 25 lakini unakuta mandevu imejaa kwa uso yote, ni kama mtu wako na miaka 100 na nini? Wewe unapenda roho ndevu? Nani bibi anasema ndevu ni romantic kwake. Na Mrs. Julius. Napenda ndevu. Hiyo ni mzuri. Kama unapenda ndevu, lea hizo ndevu za mzee wako, paka mafuta vizuri, zinyoroke. Usiwaachilie tu zikaekae kama misumari. Si ndio? Lea hizo ndevu vizuri. Hata ukishika unasikia ni Unajua kuna ndevu inaweza kukupita hapo na unasikia ni sengenge imekupita hapa. Bwana sana. Kuna watu wako na ndevu chache kama yangu si mingi sana, si ndio? Yangu inakuwa tu ya wapi? Ya hapa. Si ndio? Hata kama inaweza refuka tu wapi? Lakini watu kama sisi, mimi nikiamka asubuhi lazima nikiamka asubuhi nyingine lazima ni nini? Yangu niwache siku tatu. Utanielewa ni mimi? Utadhania ni mnyama gani huyu ametokezea wapi? Utakuta ndevu unajua yangu imeanzia hapa imeenda mpaka wapi? Mpaka hapa. Si ndio? Mpaka hapa. Alafu ingine ni so inashikanisha kwa mdomo yote. Sasa lazima mimi nikae venye bibi yangu anafanya nini? Napenda. Wewe, hao wanasema ndevu ndio romantic. Nianze kuacha?
Mimi nikiacha hapa na nikikuja hapa mtashindwa, hey, huyu ni pastor wetu tunajua ama ni mnyama gani? Bwana sana. Kwa hivyo kila mtu amtuze mwenzake. Bwana sana. Kuna watu ambao unakutaga si pesa wanakosa, si ndio? Lakini akienda kununua longi na anapenda kununua longi ya 100 ama 200. Si pesa ameko? Mnajua longi ya 200 inakaa namna gani? Inakaa aje? Ng'ombe. Hata kile ukivua siku 2 inafanya nini? Na ingine ukivua hata ukikamua, unajua kuendelea kukamua hivi, si ndio? Hiyo ukikamua hivi inaenda kama imejiroll, si ndio? So akivaa hivi ni kama anakuwa amenyang'anya ng'ombe kwa mdomo hivi. Afanye nini? Anavaa. Unasikia? So wakati unaolewa kwake namwambia hizi ile alongi mimi sipe na atakusikiza kwa sababu anakupenda, si ndio? Mtu mwenye anakupenda anakusikiza. Na inategemea unamuhandle namna gani? Si ati kumsomea, lakini unamwambianga baby. Kuna wale wanapenda kuitwa baby, si ndio? Kuna wale wanapenda kuitwa daddy. Kuna wengine wanapenda kuitwa nani? Mama. Kuna mwingine anapenda kuitwa mami. Mami ni romantic. Mami. Na kuna wengine ambao anaweka tu mzee wake kama venye anaita nyani. We Charles. Ni kama ni nyani yako mwiti. Charles. Julius. James. Sasa wakati huo unashindwa sasa ni mtoto anaitwa ama ni mzee? Sasa mimi nilishangaa kusikia nini ati kama ni Muluya unasikianga wewe Turufena afandi. Unajua majina ya Waluya kwanza ile ya kitambo ni fani. Kuna Turufena, kuna nini? Kuna afandi, kuna Benedetta, kuna unaona pasa kuna chafu kifupi chafu. Kuna chafu? Chafu. Bwana sana. Hallelujah. So topic ya leo nimesema na gani? Mtu asiyetunza wa kwake ni mbaya kushinda asiye amini. Jua kutunza wa kwako. Si ndio? Huyu mtu hata kama umepata anakaa sura mna gani, unaweza kujioshea na akuwe mzuri. Si ndio? Kwani mwanaume ndiye anajioshanga? Mwanaume ikaa peke yake hata kuoga lazima aoge kweli? Mwanaume akiwa peke yake lazima aoge kweli? Kuna mwanaume tu tu asipooshwa, asipoambiwa aoge, kuoga na maji. So unasikianga bibi anakuambia, "Ai daddy, maji iko kwa bafu." Na ukisikia maji iko kwa bafu, hata kama umechoka na maji iko kwa bafu, tu kwa heshima vile unampenda, itabidi tu ufanye nini? Hiyo kuchoka yako uende wapi? Kwa bafu? Lakini imagine kama hajaweka maji kwa bafu, utaoga ya nini? Bwana sana. Hallelujah. So mwanaume anaweza fanya mwanaume akae, mwanamke anaweza fanya mwanaume akae msafi, si ndio? Si nikwambia wanaume wengine kama hajaoa, kama boxer ikiwa ni zaidi ni mbi ni ngapi? Na ikiwa ni mbili, unajuanga moja iko na mashi.
iko na nini? Na unakutaka hiyo mashimo iko kila mahali, mahali pamoja tu ni wapi? Hebu acha niulize tu kwa zuri. Ukivua nguo ya mzee, ni wapi unaonanga tu ambayo imechomeka ni wapi? Ni kwa nini hapo tu inakuanga iko na kala nyingine? Kwa hivyo kuna mahali acid inafanyanga nini? Inamwagika. So mwanamke ni kitu mzuri, si ndio? Ni kitu mzuri. Mwanamke akishaingia maishani mwako anakuambia dadi, ai haka huyu utavaa tena, anachukua anaenda anachoma na anakuletea zingi. Hapana. Wale wanavaa box za jeans yao ni wenda wazimu. Huyo labda ni mwenda wazimu. Kwa sababu box ya jeans upende usipende itakuchoma. Upende usipende itafanya nini? Itakuchoma. Sasa hebu niambie, ngoja tuongee tu kwa uzuri. Umevaa boxer ya green na ya jeans na umevaa jeans juu. Nini itafanyika huko? Si nini huko chini, huko nani si nini? Ile itakuwa huko si ile moto ya jehanamu. Na wanaume ambao wanafaa, sikilizeni wanaume mwenyewe hapa. Msivae boxer za jeans. Na zile ngumu zinaletanga wanyama wale wadudu ambao wanaitwa na banane wale chawa na nini mpaka hata kunguni. Si ndio? So ukute mtu anatembea na amevuka kunguni. So kazi ya mke ni kumake sure mwanaume amekaa nini? Decent. Amekaa? Si ndio? So kwa hayo machache wacha tusimame masaa yetu yameisha. Simame. Kwa hivyo wamama, tunzeni wazee wenu. Tunzeni nyumba zenu. Na Mungu awabariki. Baba, katika jina la Yesu na jina